Hello, hi. I want to ask you one question. How do you spend time? Eti unatumiaje muda wako? Unajua tumekuwa na group mbili. We have people ambao wako na ability ya kutumia muda na wakafanya vitu vya faida. Lakini tuna kundi la pili la watu ambao wao automatically wao wanachezeaga muda na mwisho wanakuja kukumbuka kwamba nilichezea muda wanapoanza kupitia majuto kwenye maisha. Unajua muda ni mmoja kati ya rasilimali za msingi sana kwenye maisha, na always watu tunashauriwa kuweza kuspend muda vizuri, kwa sababu unapospendi muda vizuri unajipatia nafasi ya kuja kufanya vitu vizuri kwa baadaye, lakini unapospendi muda vibaya unapata nafasi pia kuja kufanya mambo mabaya kwa baadaye. Haukuwahi kusikia msemo mmoja watu wanasema kwamba ukiona unaanza kujuta uzeeni, basi kumbuka kwamba ulifanya uzembe ukiwa ujana. Na haya maisha huwa yanahitaji mostly kuweza kuobserve muda kwa kiwango kikubwa. Ni kama ushawahi kuangaliaga watu ambao huwa ni wajenzi wa minara, huwa wanaofanyaga mnara na kuaga mnene, yani mnara unakuwa mnene kuanzia chini, lakini kadri unavyozidi kwenda juu unaendelea kuwa mwembamba. Kwa nini? Kwa sababu wanatengeneza bond, yani wanatengeneza msingi huko chini. Foundation ya maisha iko chini. Kwa foundation ya maisha ni pale mtu anapokuwa na nguvu katika hatua ya ujana, kwenye ile hatua ambayo unaweza kufanya vitu vya nguvu, unaweza kuthink, unaweza kufanya nini. Ndio hatua pekee ambayo unapaswa kuyaandaa maisha yako, ili unapofikia kile kipimo ambacho huwezi kufanya kazi za nguvu au hauwezi kufikiria kwa kina, huwezi kuthink very fast, unakuwa tayari na maandalizi ya huko chini. Unapokuwa na maandalizi huko chini na kuja na kusave kwa baadaye. So how do you spend time? Kwa hiyo naweza kusema kwamba maisha yako ya kesho yanabidi determined na vile ambavyo una spend muda wako leo. Kwa vile ambavyo una spend muda wako leo ndivyo vinavyo determine maisha yako ya kesho. Kwa hiyo kesho huwa ni fumbo. Kwa hiyo wakati unaona muda unakuja, muda unapita, muda unaenda, ni vyema kuweza kuwekeza muda wako katika maeneo haya. Eneo la kwanza ni eneo la kujifunza. Unapaswa kuwekeza muda wako katika kujifunza new skills, new knowledge ambazo zinaweza kusaidia katika kugain au katika kufanya vitu vikubwa ambavyo vinaweza kuja kunapotisha kwenye maisha yako. Lakini eneo la pili ni eneo la kufanya kazi. Hatuishi tu kujifunza, lakini baada ya kuwa tumejifunza, tumepata new skills, tumepata new knowledge ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kufanya vitu vingine vya muhimu. Ni vema pia maarifa ambayo umeweza kuyapokea uyawekeze katika kufanya kazi. Kwa nini tufanye kazi? Kwa sababu always maisha ya wanadamu huwa tunaishi, lakini watu na samisi ambazo zinatuangalia. Kwa mfano issue ya chakula, issue ya mavazi, issue ya malazi, ni mahitaji, yani moja kati ya zile basic needs ambazo huwa zinamwangalia sana mwanadamu. Lakini chakula, malazi, mavazi huwa havipatikani hivi, bali huwa vinapatikana kwa kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo mtu anapaswa kujituma kufanya kazi. Kwa unapowekeza muda wako katika kufanya kazi, maana yake kuna baadhi ya vitu vya kesho au kuna majuto ya kesho ambayo automatically unakuwa unajaribu kuyaepuka. Lakini unapotumia muda wako maybe kusinzia, kuwa na tabia ya uvivu na kushindwa kujituma, yani kuna vitu ambavyo unakuwa unavitengeneza ambavyo hapo mbeleni vinaweza kuja na vikiwa na negative impact, ambao ukianza kuishi ile reality ya maisha ambayo uliyatengeneza huko nyuma tayari yanakuwa na majuto. Lakini unapotumia muda wako katika kufanya kazi, maana yake sasa kuna bond au kuna msingi, kuna foundation ambayo unajaribu kuitengeneza, ambayo hiyo foundation inakufanya na kuwa very strong. Eneo la tatu la uwekezaji and how you can spend your time ni kuwekeza au ni kuspend muda wako katika kuwekeza. Sasa kwa nini tu spend muda kwenye kuwekeza? Unajua huwa tunasemaga kwamba huwa kuna the results of working, yani huwa kuna matokeo ya kufanya kazi. Sasa tunapofanya kazi, maana yake kwa mfano ukisoma katika Bible inakwambia kwamba katika kila kazi ina faida. Kwa ile profit ambayo tunaipata kwa kufanya kazi, tunakuja tunaitumia katika kuwekeza. Kwa ukimwona mtu ana spend muda wake kwenye kuwekeza, maybe yani ana move from one distance to another, anaenda kutafuta viwanja viko wapi, plots ziko wapi, mashamba yako wapi, ili kusudi aweze kutumia rasilimali zake, anunue aweke hapo. Huyo mtu anakuwa hajapoteza kitu kwenye maisha. Maana yake misele yake aliyoipiga, the daily movements zinakuwa sio za bure, bali anakuwa anatengeneza kitu ambacho kwa baadaye kinakuja kuwa na tija au kinakuja kuwa na faida kwenye maisha yake. Ukimwona mtu
anatumia muda mwingi sana ku design majengo, yani ana design tu ramani za majengo, au anatumia muda mwingi sana katika kufanya vitu vya constructions au ku launch businesses na vitu vingine. Anajaribu ku think about business ideas na anaingiza kwenye market, anauza. Huyo mtu hajapoteza chochote. Kwa investment ni kitu pia cha msingi. Unapo spend your time in investing different matters, unakuwa unaokoa labda, Lakini eneo la 4 ambalo kama ukispendi muda wako hautakuwa umepoteza ni eneo la kujenga mahusiano na watu wengine. Tunaishi katika hii dunia lakini hatuko peke yetu. Kwa mfano mimi siko peke yangu. Yani hapa nilipo, yani nilipo mimi au katika jamii nilipo mimi, kuna watu wengine ambao wamenizunguka, lakini pia ulipoona nitazama na nisikiliza, kuna watu wengine pia ambao wamekuzunguka. Kwa kutumia muda katika kujenga mahusiano na watu wengine ni jambo nyeti sana kwenye maisha na ni jambo la msingi sana katika kufanya. Kwa unapospendi time kwenye kutengeza mahusiano na watu wengine, hautakuwa umepoteza huo muda, kwa sababu katika maisha tunategemea. Kwa mfano, unaweza kuamua kwamba labda nataka ni launch business. Hiyo business inahitaji wateja na wateja ni watu, lakini pia unaweza kuwa na wazo la kufanya kitu fulani, lakini hicho kitu fulani kinahitaji resources na miongoni mwa resources ni watu. Kwa mfano kampuni na shirika unahitaji kuemploy watu. Employ wanyama wala ndege wala insects, bali kutajiri watu, na watu ndio hao ambao wamekuzunguka. Kwa hiyo kujenga mahusiano kupitia kushiriki vitu vya kijamii, kushiriki mambo yako binafsi na watu wengine, baadhi ya mambo ambayo unaweza kushirikisha watu wengine, make story now, kufanya nini, unajua kuenjoy some comedies, dramas, kufanya ile interaction na watu wengine, kusocialize na watu wengine. Yani ni vitu ambavyo kama ukivizingatia au ukitumia muda wako katika kufanya hivyo, inaweza kuja kukutengenezea rangi kubwa ya maisha yako ya baadaye, ambayo mwisho wa siku utajikuta sasa mpaka kizazi chako kinabarikiwa na kinaaminiwa, lakini pia kinaeleweka katika jamii ambayo unatokea au katika jamii ambayo unaishi, lakini pia sifa zako zinakuja kuwa njema. Kwa unapokuwa unaona leo umelala, umeamka kesho na maisha yanaendelea, jaribu kuspendi muda wako katika maeneo haya. Naamini kwamba ni maeneo ambayo kama ukiyatumia vema yanaweza kuja kuwa potential kwenye maisha yako. Asante.